Sauti Habari. Na sisi tunatambua mchango wa kwaya katika kazi ya Mungu, si katika kutoa tu, lakini hata katika uinjilisti kwa ujumla. Tunaposhirikiana na kwaya tunaona mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo tuwatie moyo sana, na tumeshasema mimi katika uongozi wangu nimesema na ninarudia tena, ni marufuku kwa wachungaji na wazee wa kanisa kuzifungia kwaya. Ni marufuku tena bila sababu zinazoeleweka. Kama kuna sababu yoyote ile mnafikiri kwaya ile fungiwe, mtuletee kwanza sisi ofisini tujue sababu ni nini. Sio kama tunaelewana? Kama mnaona wazee na mchungaji kwamba ni lazima hii kwaya tuifungie isiimbe, kabla mjafanya hicho kitendo, mtuletee hizo taarifa kwanza ofisini, tuangalie sababu hasa ni zipi zinazungumzika ama hazizungumziki. Kwa nini? Kwa sababu haina maana kosa amefanya au tatizo limesababishwa na katibu wa kwaya, halafu kanisa wanaifungia kwaya. Hiyo haina maana kwangu na wala haiingii akilini. Tulifundishwa zamani shuleni, kulikuwa na misemo ya zamani shuleni. Walikuwa wanasema samaki mmoja akioza wote wamefanya nini? Wameoza. Mimi huo msemo sikubaliani nao. Sikubaliani nao. Kwenye tenga la samaki mle, nikikuta samaki mmoja ameoza, mimi ninachokifanya namuondoa yule aliyeoza na mtupa, alafu hao wengine nakula. Kwa hiyo itakuwa ni wajibu wetu kushughulika na yule anayetusababishia matatizo, sio kwaya. Kwa hiyo kama ni mwenyekiti ndio analeta shida kwenye kwaya, huyo atoke, alafu kwaya iendelee. Kwa hiyo ni marufuku wakati wote ule kufungia kwaya mpaka mtueleze sababu na dhambi kubwa aliyoifanya kwaya nzima. Kwa hiyo tunataka sisi tumtafute tu, kama kuna tatizo hata kwenye baraza la wazee hivyo hivyo. Kama kuna wazee wanaleta shida kwenye baraza, tutaangalia wazee, lakini tuache haya mambo ya kufanya collective punishment, yani punishment ya pamoja, adhabu ya pamoja. Amekosa mmoja alafu anaadhibiwa wote. Hizo zilikuwa ni mithali za Waisraeli zamani waliokuwa wanasema baba amekula zabibu mbichi na watoto wote wamepata ganzi. Tuombe sana wale mtakaochaguliwa kuwa viongozi wa makanisa pamoja na kwaya. Naomba sana muelewe nia yetu ni nini. Nia yetu ni kutaka kuona dayosisi yetu inasonga mbele kupitia kila kipawa cha mmoja mmoja, kila mmoja na kipawa chake. Iwe ni kwaya, iwe ni fellowship, iwe ni wababa, iwe ni wamama, iwe ni watoto, wote tunataka vipawa vitumike kwa ajili ya kuendeleza kanisa. Kwa hiyo fanyeni uchaguzi mzuri, chaguaneni vizuri, na mambo kama haya yanapotokea tunatiwa moyo.